Bila shaka nataka tusalie katika swala lilo hilo, lakini nataka tuelekee katika kaunti ya Nyeri ambapo mwenzangu Clement Masombo yupo katika kaunti ile. Wiki jana alisema kwamba hewa ilikuwa shwari tu wakivuta upepo mzuri kutoka Mlima Kenya. Lakini jana tukaona pia kwamba baadhi ya matatu ama magari kule ya usafiri wa umma hayakuweza kufanya kazi kama kawaida. Leo hali iko vipi Clement Masombo? Habari ya asubuhi kwanza. Njema sana Nyeri. Ni kweli kwamba wiki jana sisi wakati maandamano yalikuwa yanaendelea kule Nairobi na maeneo mengine ya taifa, sisi tulikuwa tunavuta tu upepo safi kutoka Mlima Kenya na zile safu za milima ya Aberdares kama ulivyotaja. Na hapo jana pia shughuli zilikuwa za kawaida, isipokuwa tu ile sekta ya uchukuzi ambayo ni ya matatu. Baadhi ya matatu hazingeweza kuendelea na shughuli zao za usafiri kuelekea jiji kuu la Nairobi kutokana na yale maandamano ambayo yalikuwa yanaendelea kule. Washikadau wakisema kwamba walikuwa wanahofia kwamba huenda matatu zao zingejipata katikati ya yale maandamano na abiria pamoja na magari yao pia yapate uharibifu. Lakini haikuwa hayo tu, pia tulishuhudia uharibifu wa mali, baadhi ya watu wakivamia mali za kibinafsi na kusababisha uharibifu pale. Na ndio maana leo hii nataka nizungumze na baadhi ya viongozi kutoka kaunti hii ya Nyeri, nipate kauli zao ni zipi kufuatia yale ambayo tulishuhudia jana, na je, kutokana na kulingana na wanaona kwamba kama taifa tunaelekea wapi. Tuanze na wewe mheshimiwa. Tulishuhudia uharibifu wa mali pale maeneo ambayo maandamano yalikuwa yanaendelea. Wewe kama mmoja kati ya wale viongozi wa kaunti hii ya Nyeri, kauli zako ni zipi? Kwa majina naitwa Karidhi Wambui. Mimi ni kiongozi wa vijana katika assembly ya Nyeri, na yale maneno tunasema ni kwamba tunakashifu maandamano na tunaambia kila mtu ambaye anaeneza haya maneno waweze kukoma ili tuweze kugurumisha uchumi wetu. Ukiangalia yale mambo imekuwa ikifanyika, gharama ya maisha ukweli tulisema iko juu, na tumekuwa wale ambao tumechukua serikali juzi tunajaribu kuweka ukarabati ndio tuhakikishe ya kwamba tumeinua uchumi, ndio kila mtu Mkenya aweze kuweka pesa kwa mfuko na aweze kugharamia maisha yake. Na kwa hivyo tunaambia kila wale ambao wanajiingiza kwa hii mambo, sana sana wale ambao wako ile mrengo ya Azimio, tunawaambia waweze kuleta amani, kwa sababu sasa ukiangalia ile vitendo zao za kwenda kuharibu mali pale Nairobi, wakifanya ile maandamano yao, sasa imeleta tena upinzani kutoka wale ambao wako pande ya serikali. Na sasa tukiendelea ile tunaona ni hatia na itakuwa inaweza leta ile umwagikaji wa damu, na kwa hivyo tunaambia wale ambao wako na uongozi na hasa wanasema mambo ya demokrasia waweze kusimama sasa, ndio sasa kwanza kama taifa tuweze kuongea, tuangalie mambo ya kesho, tuangalie mambo ya kuendeleza mbele. Na ni mambo ngumu sana kwa sababu sasa ukiangalia pahali mambo ya siasa imefika, tumerudi katika ule mnongonezano wa siasa, na ni mambo ambayo tunatarajia inaweza leta tashwishi sana hapa katika taifa letu. Na kwa hivyo tukiangalia siasa sasa ikianza kuingia mambo ya usalama, ni mambo ambayo tuwezi taka kurudi pale tulikuwa katika mwaka wa 2007. Na kwa hivyo tunaambia wale viongozi wote, hasa wale ambao wameshika maandamano, ulisikia na siwezi taka kusema kutanja mambo ya mtu binafsi, lakini umesikia viongozi wa hali ya juu katika serikali wakisema kuna baadhi wa viongozi waliokuwa kwa ile mrengo mwingine ya serikali ambayo imetangulia, wanaambiwa kwamba walikuwa wanafund ile maandamano. Na kwa hivyo tunaambia kila Mkenya wale walikuwa kwa uongozi, nafasi yao ilikuwa pale na wakaweza kufanya vile walifanya, wapatie nafasi President William Samoei Ruto ndio aweze na yeye kuendelea niliona safari ya maisha. Isikue sasa watu wataleta siasa. Ukiangalia ile reasons wanapeana, wanasema gharama ya maisha iko juu, kweli kabisa tunakubali. Lakini ukiangalia wakati walikuwa kwa serikali, unga ilikuwa juu zaidi. Kama wangekuwa na ile hali ya ubinafsi, hali ya utu, wangekuwa wamesema hiyo maneno. Ukiangalia mambo ile wanasema mambo ya IEBC, ukikumbuka Daktari William Samoei Ruto pale Bomas wakati ya BBI akauliza how fair will it be that a team ndio inakuwa ikisema nani atakuwa, wakasema it will be fair. Kwa hivyo waweze kuangalia maneno ndio tuendeleze Kenya mbele, na tunakashifu maandamano kabisa. Sawa mheshimiwa, lakini kando na ukashifu maandamano, tuliona pia uvamizi kwa shamba la aliyekuwa rais wa nchi hii Uhuru Kenyatta pale eneo la Ruiru pale ama sijui ni Ruai. Lakini wewe kama kiongozi unahisi vipi kutokana na uvamizi wa kwenda hadi mnavamia mali za kibinafsi?
wacha niseme sio sisi, umesema hadi samahani wavamizi vijana wasiojulikana walivamia shamba la aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Na sasa hiyo ndio tunasema tukiingia katika mambo ya usalama na tukileta siasa katika usalama na tunaongelelea mambo tashwishi sana ya siasa. Hii unaona wale wanaona kwamba kuna wale walikuwa ile mrengo ya Azimio wameingilia serikali. Na wao wanasema waje sasa sisi tusimame tuenze kulinda ile serikali tuliunda. Kwa hivyo ni mambo inaweza leta gumzo hitilafu kabisa sana ukiangalia ile usalama. Sasa tunaongea mambo ya ndani sana kama taifa. Kama mambo ya former president Uhuru Kenyatta inaweza sasa kuwa inaingizwa katika hii uchafu ya siasa. Hata yeye sasa anafaa ajitokeze mwenyewe aweze kukashifu maandamano na akashifu uvamizi ya mali yake. Lakini akiendelea pale anasimama na yeye amekuwa kitajwa, tuongee ukweli, amekuwa kitajwa kama yeye ndio wale ambao wanaweza kuwekelea mali ili hii machafuko iko Nairobi ya maandamano iendelee. Kwa hivyo tungetaka kusikia msimamo wake, yeye amesimama wapi na apatie taifa mwelekeo, ndio wale ambao wameingia kwa serikali waweze kupata nafasi ya uongozi, ndio Kenya iendelee vile inafaa. Asante. Lakini nimesema mlikuwa mmevamia kwa sababu ulisema nyinyi ndio umeunda serikali na wenyako kwa serikali hawahisi vizuri kuhusu maandamano, lakini ni sawa. Kwa kifupi sana, je, kuvamia mali za kibinafsi ni haki? Asante ndugu yangu, mimi naitwa Kiroga Dhuku, MCA kule Chinga. Tuseme kuvamia mali ya kibinafsi hatuwezi sema ni vizuri, lakini pia tunatarajia ile mali ya watu wanyonge imekuwa ikiharibiwa, tuikashifu kama vile tu tunaweza kashifu hii ya saa hii. Na tuseme hii maandamano hapa hakuna mambo ya kupigania unga. Hawa ni watu wanalenga mapinduzi. Sawa mheshimiwa, kwa sababu ya muda wacha tukatizia hapo, lakini tutaendelea kuzungumza kuhusu hilo swala. Nyeri, umesikia tu kutoka kwa baadhi ya viongozi ambao ni wawakilishi wa wadi katika bunge hili la Nyeri, na wengi wanakashifu maandamano, lakini vile vile wanasema kwamba kwenda hadi kile kiwango cha kuvamia mali za kibinafsi pia bila shaka si haki, na wanatarajia kwamba hili ni swala ambalo wale wahusika watakuwa wakishiriki katika mazungumzo na kuhakikisha kwamba maandamano yanasitishwa na vile vile uvamizi wa mali za kibinafsi pia unasitishwa. Asante sana Clement Masombo. Nataka tuelekee katika kaunti ya Kisumu ambapo jana tulimu